Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu mtazamaji, ninakusalimia ndugu yangu unayenisikiliza, unayenitazama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa mchungaji Joshua Mabindo. Basi nikukaribishe tena katika ibada ya leo. Kuna somo fupi sana ambalo limebeba baraka yako. Basi acha niombe kwa ajili ya somo hili. Bwana Mungu, nakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu. Wewe ni Mungu uliye mwema na mwaminifu. Tazama, umenipa neno kwa ajili ya huyu mama. Umenipa neno kwa ajili ya huyu baba. Neno ambalo litamfanya avuke. Neno ambalo litamfanya ainuke tena katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na nimeamini kupitia jina la Yesu. Itikia amen. Somo linasema ya kwamba kuwekwa panapo nafasi. Kuwekwa panapo nafasi. Nisikilize, yamkini upo kazini lakini haupo kwenye nafasi yako. Naomba nisikilize kwa makini kabisa. Yamkini unafanya biashara lakini hiyo biashara haipo kwenye nafasi kama unayotaka wewe. Haipo kwenye nafasi kama anavyotaka Mungu. Yamkini umeajiriwa serikalini, yamkini umejiajiri, yamkini Mungu amekupa huduma, lakini hiyo huduma haipo katika nafasi yake. Maana yake nini? Kuna sehemu ambapo shetani amekuhamisha. Ulianza vizuri, ulianza biashara vizuri, ulianza kazi vizuri, lakini kadri siku zinavyosogea, kadri siku zinavyoenda, unaona unashuka, unaona unapungua. Sasa somo hili limekuja maalum kabisa kwa ajili yako mama ambaye unafanya biashara, kwa ajili yako baba wewe ambao upo kazini. Naomba nisikilize kwa makini kabisa. Ninaamini ya kwamba baada ya somo hili unakwenda kuvuka viwango. Itikia amina. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi, ile sura ya 118 na ule mstari wa 5, Biblia inasema hivi: katika shida yangu nalimwita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Daudi anasema ya kwamba katika shida zake anasema alimwita Bwana. Tunajifunza nini? Kumbe wewe sio wa kwanza kupitia matatizo. Wewe sio wa kwanza kupitia shida. Tunamwona mtumishi wa Mungu Daudi, na yeye alipitia mazito, alipitia shida, alipitia mahangaiko. Nisikilize kwa makini mtazamaji. Yamkini uko hapa unapitia shida, unapitia matatizo, unapitia vikwazo. Nikutie moyo leo, usiogope ndugu yangu mtazamaji. Itikia amina. Nasema hivi, wewe sio wa kwanza kupitia matatizo, kupitia shida. Tunamwona Daudi, na yeye alipitia matatizo, alipitia shida. Neno la Mungu linasema ya kwamba, Daudi anasema ya kwamba katika shida yangu nalimwita Bwana. Itikia amina. Itikia amina. Daudi anasema katika shida zake alimwita Bwana. Nami nakuombea leo, nami nakuambia leo, katika shida ambazo unazopitia, jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifanye, mwite Bwana. Kuna watu ambao wamekosea, wanapopitia magumu, wanapopitia changamoto, wanaanza kwanza kwa kuwaita watu. Sikiliza nikwambie leo, unakosea katika shida yako, katika shida yako mama, unanitazama
Anza kwanza kwa kumwita Bwana. Biblia inasema ya kwamba huyu Daudi alipomwita Bwana, Biblia inasema ya kwamba Bwana akamjibu. Tikia amina. Nami nakutamkia leo, utakapoanza kwa kumwita Bwana, acha nikwambie, Bwana atakujibu. Nami nakutamkia, Mungu amekujibu hapo ofisini kwako, hapo kwenye biashara, hapo kazini kwako, Bwana amekujibu. Biblia inasema kwamba Mungu akamjibu na akamweka panapo nafasi. Maana yake nini? Kumbe yamkini Daudi alihama kwenye nafasi yake, alitoka kwenye nafasi ambayo alitakiwa awe, akahama. Lakini alipomwomba Mungu, huyu Mungu ni mwaminifu, akamwitikia, akamjibu na akamweka panapo nafasi. Nami nakutangazia ndugu yangu mtazamaji, unanitazama, nakutamkia leo ndugu yangu mama, usilie kwa jina la Yesu. Nakutamkia leo, Bwana akuweke panapo nafasi kwenye biashara yako. Mungu akuweke panapo nafasi kwenye huduma ulionayo. Yamkini Mungu amekupa huduma kubwa, lakini shetani amekuhamisha kwenye nafasi. Na kuombea ndugu yangu, Bwana kurejeshe kwenye nafasi kwa habari ya huduma ulionayo, ukainuke na kuangaza, ukapande viwango. Ninakuombea baraka, ninakuombea heri kwa jina la Yesu. Pokea kuinuka, pokea kibali, pokea upendeleo. Na kuombea neema hii, Bwana kuweke panapo nafasi. Hayo ni maombi yangu leo kwako ndugu yangu unanitazama. Mungu akuweke panapo nafasi. Fumba macho yako nikuombee. Na kwenda kukuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Daudi alipokuomba ukamjibu na ukamweka panapo nafasi. Yuko ndugu yangu mtazamaji hapa, nafasi yake imetolewa, nafasi yake imepotea. Amesikia neno hili, nami natangaza leo kupitia neno hili, amerejea kwenye nafasi yake. Umemweka panapo nafasi. Yamkini ndoa yako imetoka kwenye nafasi, na kutangazia mama, na kutangazia baba, ndoa yako imerejeshwa panapo nafasi. Yamkini uzima umeondoka ndani yako, magonjwa yamekutesa. Leo natangaza, Mungu amekurejeshea uzima ndani yako. Pokea uzima. Hiyo kansa imeondoka, huo ugonjwa wa ukimwi umeondoka, hiyo uvimbe umeondoka, hiyo saratani imeondoka. Na kutangazia, Mungu amekuweka panapo nafasi. Amini hivyo kwa jina la Yesu. Itikia amen. Mungu akubariki ndugu yangu mtazamaji. Kwa majina yangu naitwa Joshua Mabindo, mchungaji Joshua Mabindo, napatikana Pwani Kwala. Mungu akubariki sana na Mungu akutendee sana. Namba yangu ya simu iko mahali hapo, kama utahitaji msaada wa maombi. Namba yangu ya simu iko chini hapo, utaiona. Na Mungu atakubariki sana. Nikutakie kila laheri. Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akuonekanie kwa kila jambo. Naamini ya kwamba kupitia neno hili umewekwa panapo nafasi. Itikia amen. Mungu akubariki sana. Amen.